Nimesema vumilia kusemwa vibaya na unaowapenda. Biblia inasema hivi, kwa maana aliyenitukana sio adui, kama ndivyo ningevumilia. Aliyejitukuza juu yangu siye anichukiaye, kama ndivyo ningejificha sinione. 13, bali ni wewe mtu mwenzangu, rafiki yangu, niliyejuana nawe sana. 14, tulipeana shauri tamu na kutembea nyumbani mwa Mungu pamoja na mkutano. Haleluya! Daudi anashangazwa. Daudi anashangaa kuona mtu ambaye anamsema vibaya ni mpendwa mwenzake, ni rafiki wa karibu. Mtu anayemsema vibaya ni mtu ambaye wanaabudu pamoja. Anasema tulitembea pamoja nyumbani mwa Bwana, tulishauriana mambo mazuri. Angelikuwa wa mataifa nisingeshangaa, lakini ni wewe ndugu yangu, ni wewe rafiki yangu ndio unayenisema vibaya. Wenda upo hapa na wewe unashangaa kama Daudi alivyokuwa akishangaa, si ndio mtu wa Mungu? Kwamba imekuwaje anayenisema vibaya ni rafiki yangu, mtu ambaye tunaabudu pamoja, mtu ambaye nyumbani mwa Mungu tunaomba pamoja, tunasifu pamoja. Imekuwaje aanze kunisema vibaya kwa watu wengine? Sikia nikwambie, maneno yanaua. Maneno yanaua. Kuna watu kwa ajili ya maneno wameacha imani kabisa, wamekufa kiroho. Huenda unashangaa kwa nini ndugu yangu wa karibu, tumeokoka pamoja, tunashaurianaga pamoja, tunakula pamoja, nyumbani mwa Bwana tuko pamoja, kwa nini anageuka kunisema vibaya? Moyo unaumia, moyo unateseka. Sikia nikwambie ndugu, sikia nikwambie, Shetani hutumia watu kukushambulia kwa sababu ndani yako kuna kitu maalum kwa ajili ya Mungu. Shetani hutumia watu, anajua akitumia wa mataifa kwako alitakusumbua. Na nikwambie mpendwa, hakuna kinachoumiza kama kusemwa na unayempenda. Daudi anashangaa, huenda hata wewe unashangaa. Sikia nikwambie, usishangae. Hiyo inaitwa gharama ya kumgoja Bwana. Gharama ya kumgoja Bwana lazima ijaribiwe, lazima ujaribiwe, kwa sababu ndani yako kuna kitu unangoja kwa Bwana. Ukishinda hayo utakipokea. Jifunze kusamehe watu bure, hata kama hawajaomba msamaha. Kwa afya yako ya kiroho, jifunze kusamehe watu bure, hata kama hawajaomba msamaha, hata kama wamerudia kukusema vibaya. Daudi anashangaa, anasema ni heri angekuwa mtu mwingine asiye rafiki yangu, heri angekuwa mtu mwingine asiyekuwa nami nyumbani mwa Bwana, heri angekuwa mtu mwingine tusiyefahamiana. Lakini wewe rafiki yangu, wewe rafiki yangu, tuliyekula pamoja tukashauriana, tuliyeingia nyumbani mwa Mungu pamoja tukamwabudu Bwana. Sikia nikwambie, ogopa kuwa mlango wa Shetani kwa ajili ya mwingine. Ogopa. Ni kwa faida ya maisha yako ya sasa na yajayo. Haleluya.